Aaminie na kubatizwa ataokoka. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiyeamini atahukumiwa. Asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana. Sikiliza hapo. Kuna vitu lazima tutafute. Na ishara hizi zitaambatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo. Tulia. Nimesema kati ya pepo na mtu nani anamuongoza mwenzio wakati huu? Pepo. Anasema na ishara hizi zitaambatana na hao waaminio, watatoa pepo kwa jina langu. Maana utu wao wa kwanza umewalejea, ule utu wenye nguvu wa unyenyekevu wa kushinda na zaidi ya kushinda umewalejea. Basi watatoa pepo kwa jina langu, maana nimeingia ndani yao. Hiyo mamlaka ikilejea kwako, nataka nikwambie ile pepo ilikuwa inasimama ikiongoza maisha yako, ikikupeleka usikotaka, utaichomoa kwa jina la Yesu Kristo, nayo itaachia maisha yako, itaachia njia zako, kwa maana umeamini ukabatizwa kwa jina la Yesu Kristo, anaishi ndani yako. Basi kwa jina lake, kwa hiyo mamlaka, utachomoa kila aina ya pepo roho baya, utachomoa kwa jina lake. Kwa nini wasichomoke? Nini kinasababisha? Watasema kwa lugha mpya. Hapo ishia tu. Nisaka tuwasikie. Watatoa pepo. Sio pepo ataniongoza. Sio pepo atakuongoza. Sikiliza. Unaweza kusema pepo mbona tumuoni ni upi? Wewe sio kila pepo lazima uje hapa ugaligali. Kuna pepo mwingine anataka kupelekake kwenye vitu vyenye uwezi. Anajua kabisa ukizeeka maisha yako yatakuwa magumu, utashindwa hata kitu kumtukuza Mungu. Tunachokitaka ufike mahali useme hakika huyu ni Mungu. Amina. Amenifikisha hapa.